Fa. Baba Fa, yani manake huyo ni mwanao sasa. Mwanangu huyo. Okay, ana umri gani? Ana miaka 3 sasa. Okay. Sasa wewe anaishi na mamake? Hapana. Aishi na mamake. Anaishi na wewe. Yaani kiufupi anaishi na bibi yake. Okay. Sasa Baba Fa, mimi niko na swali hapa. Hivi kwa mwanaume unahisi akizana ama wewe Baba Fa sasa kabla hujampata wewe Fa, unahisi mwanzo yani kuzaa na mwanamke ni kigezo cha kumfanya kubaki kwako kwa muda mrefu, kwamba yule mtoto sasa ndo atawafanya nyie kukaa pamoja kwa muda mrefu? Mimi brother, kwa upande wangu mimi siamini kama kuzaa na mwanamke ndio itakufanya umbakishe kwenye maisha yako. Kwa nini mzee wangu? Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu yashanikuta na kitu kibaya au kizuri kabla ya ili jambo nilikuwa nashauriana na mwanangu na ana tatizo kama hilo uliliongelea yeye. Okay. Kwamba mwanamke, mimi sasa hivi ningekuwa na watoto wawili bla. Huyu mwanamke aliozaa naye watoto wote wa kwanza alifariki. Pole sana. Asante, nikaja kuzaa naye mtoto wa pili. Okay. Lakini uweze kuamini brother, mtoto tangu kwa sababu huyu mwanamke awamu ya pili, mtoto wa pili nilipokuja kuingia naye tena kwenye mahusiano, maana tulikuja tukatengana, mimi nilipata matatizo tukatengana. Tukaja tukarudiana. Tuliporudiana yule mwanamke nilimchukua, niliishi naye. Nikamtia ujauzito, nikaa naishi naye, mimba ikafika mpaka miezi 5, takriban miezi 5. Hiyo mwanamke katika marumbano akaondoka akiwa na mimba miezi 5. Okay. Sio, unanielewa brother? Akiwa na ujauzito wa miezi 5. Okay. Kula alikoenda, kumbe kipindi ambacho cha nyuma kama nilikupa tu short story kwamba nilipata matatizo, ila sijakwambia ni matatizo gani. Okay, sawa. Wakati mimi nipo kwenye ile matatizo, kuna mwanaume alishakuwa na mahusiano naye. Yule mwanaume kumbe kipindi ambacho mimi nimerudiana naye bado akawa anamshawishi warudiane. Na yule mwanamke akawa amekaa kwenye ile mifumo, kwa sababu unajua mwanamke unaishi naye ndani, mahitaji unayompa ndani tofauti na mwanamke anayekuwa nje. Nje ndio. Kwa hiyo jamaa alikuwa anatumia nguvu nyingi kumshawishi yule mwanamke, na baadaye kwetu tukakwazana, akaamua kwenda na mimi nikamwacha aende. Akaenda kwa mshikaji. Akaenda kwa mshikaji. Lakini alipoenda kwa mshikaji, mshikaji yule mwanamke alimwambia kwamba mimi nimekuja kwako lakini mimi mjamzito. Na ujauzito wa yule jamaa. Alimwambia. Na jamaa hilo swala analijua, kwa sababu kuna siku nishakukutaga simu akiwa anampigia mwanamke wangu na niliongea naye. Na nilimwambia, mwanangu sikiliza. Huyu mwanamke ambaye unahangaika naye kwa sasa hivi, nina uwezo wa kukuachia, ila kinachofanya nisikuachie ni mjamzito. Okay. Sasa nikikuachia damu yangu nahisi kama nitafanyaje? Nitaipoteza. Okay. Kwa hiyo sijajua alihisi labda namtania au vipi, sijui sasa yeye. Kweli imeendaenda dakika za mwisho, yule mwanamke akawa hatuwasiliani tangu alivyoondoka nyumbani kwangu. Okay. Hatuwasiliani. Akawa nasikia tu anaishi na yule jamaa bwana, anaishi na yule jamaa.